Mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha, Salum Kali, akiambatana na kamati ya usalama, ametembelea shule ya msingi Magadini kujua chanzo cha shule hiyo kufanya vibaya katika matokeo ya darasa la 7, ambapo ndani ya mkoa wa Arusha shule hiyo imeshika nafasi ya mwisho. Akiongea katika mkutano wa hadhara uliohusisha wazee wa kimila, wananchi wa kijiji cha Magadini na viongozi mbalimbali wa dini, Kali amesema serikali ya awamu ya 6 chini yake Dr. Samia Suluhu Hassan imefuta ada na kuhakikisha shule hiyo inapata miundombinu yote ya muhimu sambamba na walimu wa kutosha, hivyo hatopenda kuona ufaulu na taaluma ikishuka katika shule hiyo. Watoto wa darasa la 7 waliomaliza hapa walikuwa 16. Watoto wale 16 wote wamefeli. Manake hakuna aliyekwenda kidato cha kwanza hata mmoja. Na manake kila kitu kipo, watoto wanakula shuleni, watoto hapo wako vizuri, walimu wanapata mishahara, walimu wanalala vizuri, mazingira ni mazuri, hayana shida, na umeme huko mpaka hapa shuleni. Lakini watoto wamefeli wote 16. Kijiji hichi cha Magadini. Na yaeleza haya kulia kwangu, mwenyekiti wa kijiji ni naye yuko hapa na amesoma. Lakini hapa pembeni yangu yuko mheshimiwa diwani, huyu nilopakana naye hapa. Na yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata hii. Watoto 16 wamefeli. Anayefuata ni mwenyekiti wa kijiji. Wanaofuata ni wenye viti wa vitongoji. Lakini kushoto kwangu hawa ni viongozi wa kimila. Wakisema jambo linakuwa kama unavyowaona hawa. Hawa ni makaa kina Sauli kwenye kabila la Kimasai. Ni watu wanaheshimika sana, na mama zangu wako hapa. Ni viongozi wa kimila mpaka mwisho kule. Na akiwepo Laigana ni wakata hii. Maana yake nini nataka kuyasema haya? Hawa ni viongozi ambao fedha zinakuja na wanaomba fedha kwa ajili ya maendeleo. Tunatamani kuona watoto wafanye vizuri. Serikali haiamini ushirikina. Serikali haina dini, watu wake wana dini. Serikali haina mambo hayo. Wananchi mnatoa wapi? Mnakuja hapa mnatambika watoto wafeli. Mnakuja hapa mnataka watoto wasifaulu ili waende wakaolewe. Mnakuja hapa watoto wasifaulu ili waende nyumbani wafanye shughuli za nyumbani. Hapana. Naeleza mbele yenu viongozi wa kimila, hii iwe mwanzo na mwisho. Nyinyi mnaomba maji, wanatumia watoto wangu, inatumia mifugo na watu wengine wote. Ndio maana miradi ya maji inapokuja tunaleta mbauti kwa ajili ya mifugo yenu pamoja na wanyama wa porini. Watoto kufeli, watoto hawa nilipotokea matokeo, mimi nimefika hapa mwenyewe kuja kutafuta kiini cha chanzo hii. Na chanzo kikubwa nilichokutana naye kwa viongozi niliokuja kuwauliza, ni chanzo cha wanasema kwamba ni masuala haya ya kiimani potofu tuseme. Kwa hiyo ndio yamepelekea, yani kuna wazazi ambaye wanaona kama mtoto anaenda kufaulu, anatafuta namna ya kufanya mambo ya kishirikina ili kumpumbaza, ili mtoto basi asifaulu, ili aweze labda kwenda kuchunga au labda kwenda kuolewa, kitu kama hiyo. Lakini baadaye tulivokaa sisi kama viongozi, serikali ya kijiji, tukaamua ya kwamba tufanye siku moja tukio kama hili, ili basi tuweze kuwaeleza hawa wazazi kwamba walichokifanya sio kizuri kwa maisha ya watoto hawa. Yani mmoja ikaniumiza mimi mpaka hata naogopa kwenda Gilai. Na diwani kuja Magadini, nikaita serikali ya kijiji, tukakaa na serikali ya kijiji, tukasema walimu hawana shida, watoto hawana shida, shida iko ndani ya wazazi. Shule yetu ya msingi Magadini ni mojawapo ya shule ambazo hazifanyi vizuri katika mitihani ya mwisho kwa darasa la 7 na darasa la 4. Hasa kwa mwaka jana tulipata matokeo mabovu ambao tulikuwa na wanafunzi 16 na hawakufaulu hata mmoja. Pamoja na jitihada tulizofanya kama walimu, lakini hazikufanikiwa. Na kuna changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea matokeo hayo kuwa mabaya, ambayo moja ni utoro wa wanafunzi. Hii ni changamoto kubwa sana katika shule yetu. Lakini pia ya pili, umbali wa wanafunzi kuja shule.
kuna wanafunzi wanatoka umbali mrefu kufika shuleni. Mfano, kuna mwanafunzi anatoka kuanzia kilomita 16, 17 ndipo anafika shuleni. Kwa hiyo ule muda anapofika shuleni, vipindi vinaanza saa 2:30, ule mwanafunzi bado hajafika. Na baadaye hakifika, unakuta yule mwanafunzi amechoka, kwa hiyo hawezi hata kusikiliza masomo yanayoendelea. Na hiyo ikapelekea kuwa chanzo cha kufeli masomo katika shule yetu. Lakini pia kuna imani za kishirikina kwa wazazi, kwamba hawaipi kipaumbele elimu, hivyo wanairudisha nyuma kwa kuwafunga wanafunzi, wanawapeleka kwa waganga. Hivyo mwanafunzi akifika shuleni yupo tu ni mradi akamilishe wajibu kwamba amekuja shule, mwisho wa siku akimaliza darasa la 7 harudi nyumbani, hawezi kuendelea na masomo ya juu. Hivyo hata kwa mwaka jana tulikuwa na mwanafunzi ambaye alikuwa akifanya vizuri darasani kwa miaka ya nyuma, lakini baada ya kufika darasa la 7 yule mwanafunzi hakawa haoni tena karatasi, maandishi ya karatasi, isipokuwa maandishi ya ubaoni tu ndio anayoyaona, lakini ukimpa karatasi nyeupe hawezi kuona. Tukaona ni changamoto kubwa, lakini tukakaa majadiliano mengi pamoja na jamii, kijiji, kamati ya shule, kujua ni kwa namna gani tunaweza tukaisaidia shule yetu kwa ajili ya kuboresha taaluma. Moja, tukashauriana na wazazi kwamba ni vyema tukajenga bweni kwa ajili ya wanafunzi ambao wanatoka mbali ili waweze kuwa karibu na masomo. Lakini pia kuhamasisha jamii kuwatoa watoto waje wahudhurie shule kila siku, kuhamasisha hata kukaa njiani, kwa sababu wengine wanajificha maporini kwa sababu shule yetu imezungukwa na pori kubwa. Wakae njiani ili waweze kuhamasisha wanafunzi kufika shule kwa wakati. Lakini pia siku ya leo imefanyika jambo moja asubuhi kwa ajili ya kuibariki shule kulingana na maneno mabaya, laana walizonena kipindi cha nyuma, ambayo imekuwa ikiathiri taaluma katika shule yetu. Na hivyo wazee siku ya leo asubuhi walifanya kutoa baraka kwa njia ya kimila kwa wanafunzi pamoja na walimu na kamati ya shule, ya kuita viongozi kutoka wilaya ili tuje tukae pamoja, ili tuje tukae pia meza moja kutafuta namna kwa washauri wananchi wa Magadini wapende elimu. Jamii yangu ya Masai ni jamii mmoja ambayo hawana shida, na hii shule pia haina shida. Hii shule imefadhiliwa, watoto wanapata chakula, wanapata mahindi, wanapata maharage, wanapata mchele, wanapata mafuta, kila kitu wanapata. Maji pia ipo. Mheshimiwa Rais aliweza kuleta hela nyingi ndani ya kijiji. Alileta milioni 137. Milioni 37 zimejenga yale madarasa mawili mnayoona pale chini. Milioni 50 imejenga zahanati, milioni 50 imejenga nyumba ya watumishi ambayo ni nyumba ya madaktari ambayo mkuu wa wilaya alikuwa yeye ajui. Lakini hizo nyumba zote alizotaja mkuu wa wilaya, hizo nyumba zote zimeboreshwa na mkuu na mwenye nchi ambaye ni Mheshimiwa Rais. Imeboreshwa vizuri, umeme ipo na tumejengewa nyumba ya walimu 21, na huyo mdau aliyomuunga Mheshimiwa Rais mkono amejenga nyumba nzuri ya kisasa, na tumejengewa matundu 14 kwa ajili ya wanafunzi wetu. Kwa hiyo mradi ya hii shule ni mradi inayopendeza wananchi wa Magadini, inayopendeza yani kwa ujumla wilaya yetu ya Longido. Kwa hiyo mimi nashukuru Mheshimiwa Rais aendelee tu kuangalia Magadini, kwa sababu Magadini yuko mwisho wa wilaya ya Longido. Hiyo kijiji inapakana na kijiji cha Ngarizero ambayo yuko ndani ya wilaya ya Ngorongoro.